nimesema muhuri utagongwa kwa watu wa Mungu. Wote waliojazwa Roho Mtakatifu ni muhuri wa Mungu. Kundi la pili ni muhuri wa mpinga Kristo. Hapa kuna aina mbili za kutiwa muhuri. Awamu ya kwanza, Biblia inasema hivi, hata ruhusu huyo mpinga Kristo atokee, kwa sababu kuna kanisa nasema yuko azuiaye mpaka atakapoondolewa, ndipo huyo huyo mpinga Kristo, huyo mpinga Kristo ndipo atokee. Kwa hiyo kwa sasa mpinga Kristo hawezi kutokea wala kuleta hiyo adha, hawezi mpaka waondolewe waliotiwa muhuri. Waliotiwa muhuri ni wewe uliyeokoka, uliye na nembo ya Roho Mtakatifu. Ukishaondolewa mpinga Kristo anatokea, ndipo mpinga Kristo atatokea. Lakini awamu ya pili, baada ya kanisa kunyakuliwa, kuondoka kwenye dunia hii, watabaki wote hawana Roho Mtakatifu. Wote watakaobaki, watu wema na Wayahudi, kwa sababu Wayahudi hawatanyakuliwa, kwa sababu wao wakataa Yesu, wao wakamsulubisha, wao wakasema damu yake iwe juu yetu na watoto wetu. Kwa hiyo Mungu aliwaacha waende waokoke kwa nguvu zao, waokoke kwa damu zao, maana damu ya Yesu Kristo waliikataa. Hawakubali kuokoka kwa damu ya Yesu Kristo. Kwa hiyo baada ya kanisa kuondoka, Roho Mtakatifu, hebu sema Roho Mtakatifu, sema atashuka, sema tena atashuka, ili awagonge Wayahudi makabila 12 katika taifa la Israeli. Kwa hiyo Roho Mtakatifu, malaika yule akasimama akazuia yale mapigo, kwa sababu kutatokea mapigo bila Roho Mtakatifu wasingeweza. Lakini Roho Mtakatifu baada ya kanisa kunyakuliwa, Roho Mtakatifu atahamia Israeli, ataenda kuwatia nguvu hawa ambao leo wanaabudu bila Roho Mtakatifu, bado wameshikilia sheria na Sabato. Kwa hiyo Roho Mtakatifu atakwenda kuwatia nguvu kule Israeli. Kutakuwa na vita, kutakuwa na hatari, ambayo vita hiyo itakuwa ni vita ya kuwamaliza, kuwaua. Kwa hiyo kitakachowasaidia ni ule muhuri wa Mungu ambao Mungu atakuwa amewapia. Kwa hiyo Roho wa Mungu atamwagwa tena kwenye taifa la Israeli. Roho wa Mungu atamwagwa, watahimili yale mapigo yatakayotokea. Wakati wa kutakuwa na njaa, hakutakuwa na mvua. Mvua ikinyesha, inanyesha mvua ya mawe. Mawe yatakuwa na uzito sawasawa na kilo 50. Ni sawasawa na mfuko mmoja wa simenti, uzito wa mawe. Baada ya kusikia sisi tutakuwa heki, tutakuwa juu, tutakuwa kwa Baba, tutakuwa katika mangojeo takatifu. Wao wakitiwa muhuri wa Mungu ili wastahimili yale majaribu, ili washinde. Sisi wakati wetu shinda majaribu ni sasa tuliotiwa muhuri